as if there are two heavens? Kwa nini watu wanaishi ni kana kwamba kuna mbingu mbili? Number 2, Nambari ya pili, there are no two ways to heaven. hakuna njia mbili za kwenda mbinguni. Good morning, Nyamira plus Habari Kisii ya plus asubuhi, Miruka. Nyamira na Kisii Miruka. pamoja na Miruka yake. Hey, Hey, there are no two ways to heaven. hakuna njia mbili za kwenda mbinguni. Somebody was asking me, Mtu alikuwa ananiuliza, kwa nini wasichana na wamama wanavaa nguo mrefu? Nikamwambia hakuna njia mbili ya mbinguni. Dunia ina staili yake, kanisa ina staili yake. There are no two ways about it. hakuna njia mbili za kwenda mbinguni. No, if you say, Ukisema I want Jesus, ukisema ya kwamba namtaka Yesu, you are saying bye bye dunia. unaambia dunia kwa heri. You cannot mix light and darkness. Hauwezi katukamwe kuchanganya nuru na giza. Light and darkness Nuru na giza is equals to darkness. yote ukiongeza pamoja ni giza, And darkness plus light na giza pamoja na is nuru equals to darkness. inakuwa ni giza. So what is this mixing in Kisii and Nyamira and Miruka? Basi je, huku kuchanganya ni gani ya hapa Miruka, Kisii na Nyamira? Na unajikaza. Na unajikaza How? aje? And yet the Messiah is saying, I never knew you. Ili hali Masihi anasema ya kwamba sikukujua. They are kamwe. telling Jesus, Wanamwambia Yesu, I used to sing. nilikuwa I naimba, was an elder. nilikuwa mzee I was a kanisani, pastor. nilikuwa I mchungaji, drove out demons. nilitoa pepo, I did what? nilifanya nini? And Jesus looks at them and says, I never knew Na you. Yesu anawaangalia na anamwambia sikuwajua. In another place he says, I even don't know where you come from. Mahali kwingine anasema hata mtokako sijui, I don't know where you come from. hata mtokako sijui. So this is very serious. Kwa hivyo hili ni swala nzito sana. That's why Hiyo ndio The sababu coming of the Messiah kuja kwake will Masihi split the earth into two. itagawa dunia mara One mbili. group will be taken, another one will remain. Kundi moja litachukuliwa, lingine litabaki. I want to read the book of Revelation 13. Nataka nisome Ufunuo 13. Revelation 13 verse 1. Ufunuo 13. Asante sana. Mbuya muno. Uya bono. He says, Abateba Revelation 13. okomano kai 13. And I saw a beast coming out of the sea. He had 10 horns and 7 heads, with 10 crowns on each horn, and on each head a blasphemous name. Ebateba elio karora engiti egosoka kurwa senyancha. Ero nigo yarenke nechi chimunchara 10 na emetu 5 nebere. Igoro ase chimunchara chiaye chiareko chibuto 10 na ase metu yaye diareko eyetalio korama. The beast I saw resembled a leopard, but a feet like those of a bear, and a mouth like that of a lion. Ebateba buna na engitieria na roche nigo yawe kaine engo amagora ye nigo alenge buna eyedubu na omono ye buna obwendo. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. Ebateba buna entoka eka engitieria chinguru chiaye na ekero kiaye kyobonene na okobwo konene. So why have I gone to Revelation 13? Because when you don't prepare for Jesus, you prepare for the Antichrist. And so, whichever way, whether you like it, you don't like it, you are preparing either to receive Jesus and go to heaven, or receive the beast, the Antichrist, and enter the tribulation. That's why this message of encouragement also comes with warning that behold, the church age will come to an end. And God is saying, soon there will be no church. And God is saying, soon there will be no going to church. Did anybody hear me? If you heard me wave like this. When the coronavirus came,
How many people remember the coronavirus? bantu abalenga banyole tomulwaire obwe Can we clap to the coronavirus? twakango chimbo basi Clap to the coronavirus. I will tell you why you are clapping. niko tabinja koro wakira coronavirus tinkomi When the coronavirus came, naitoro mulwaire obwatita number one, ene tega tamani it said no going to church. ega temana komanda kanta wana peyo I'm talking about Nyamira and Kisii. okwanya nyamira na gusi Even SDA in Kitale, nona mesitie baketaraja they did not go to church. machie time ese Wakavunja sheria wakabeka ogochika because the corona came. echagara omulwaire bwatete The corona came naitera corona to yacha warn us asogo tokulera that soon nabwangoiga there will be no going to church. kobanja kanisa tikokomo And soon nabwangoiga there will be no church. kanisa tekomo So be careful. asegolenda mono If you are not going to church, kama huyu ndugu alisema hajaokoka, please okoka leo, anza kwenda kanisa kesho. natuliko ane kanisa bile mubromitate benatara toleka onto Otherwise- nonigo You will long that the church be there will be no church. nocheko ane kanisa ebero kanisa komo Because the one who is coming, echagara yogocha they call him the beast. akoro kwengiti He receives authority from the devil. akoiroko bwakorwase choka And then, nainde look at his strength. ligaya dia chingurwa bwate Combination of three ferocious beasts. asoko bwatana asachingiti chichi tiri bwatana Like a leopard, eleo baadile like a bear, nainde and edumu like a lion. amonendo That is to describe to you how deadly he is. agokwelezera ekirere mpebano So those people who don't receive Jesus, ate abantu bali batalikomanyora yesu we are not going to force you. ono toliko tikokolazimisha But ahead of us here, kulende mutuyetoga you will cry nolele and long that the church be there. nainde oganiye ekanisa toko Very soon the church age will come to an end. asobwango mono And we ekanisa end the teko tribulation. nakoso aseme chandemene And God himself nomonene omonyene is allowing the beast to come and rule awechere ngitiete nakura and using the powers of the devil. nagotumeka chinguru You chechoka can imagine. korarengereja So those who don't go to church today, you must asebali repent. batalikobaene kanisa lero And bataka begin going to church very soon. Very quickly. betakakobaene kanisa bwangoiga Very quickly. bwango sana Revelation chapter 19. okomando kaikomi na kyenda Then I finish. erimanya gokora Revelation 19. komando kaikomi na kyenda I'm reading from verse 11. tensomako kyakero mukiro ikomi nomo The reason I'm reading Revelation 19, enyencheko garamasoma okomando kaikomi na kyenda I want to show you the other side of Jesus your pastor has not told you. ntete nkono kyensemo ya kristo eri mumupasatanyagotebya You know, you said we are used to a good Jesus. omaete twanalile mune yesu omuya Yes, you're buya. yesu omuya But I want to show you the other side of Jesus. tete nkono kyensemende ya kristo When finally now he comes to judge sin. lekeragoca komabye bibasense When you look at him, it's unbelievable. lekera okolile lyatokonyala kolimokya You don't see the Jesus who said if they slap you this side, you give the other side. tokola kristo tetekagokwogwokuresemene You don't see the Jesus who said if they take your coat, pay a shirt in the lobby. tokolola kristo tebetenakala ilegotyalene mwanerogi yawo You see another Jesus okolola kristo that mongawo should compel you to repent today and receive Jesus today and make sure you enter heaven. ogotemuna ankama lero naine osoigoro Revelation 19. okomano kaikominakyenda We are reading from verse 11. tosome omukiro ikomi nomo I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. egotebana eryokarora igoro amanukire agwo nkarora ebarasi endabu na eroyo yerinete okoro kwomwegenwa na omonyakene In Revelation chapter 6, okomano kaisano nemo verse 1, ochakereyemo there is another rider riding a white horse, naende naro mogendi okobendia ebarasi endabu and that one has a bow. Has a bow ya kutupa mishale. nekwate obotaboli bwokorasera He pretends to be like Jesus, but that is not Jesus. akorekanya kobana kristo koredali kristo That is the Antichrist. akorendo inomboyengelyo kristo That is the one that has swept the church down. oendero korende kanisa ensi Deception. asobogereria Deception. asobogereria Until you wonder what a generation. goika wararegenda nkeboli kieke
that you are healed. When did you squeeze the power of God into a bottle that it can heal you? Hey, when did you squeeze the power of God into a bottle? The deception of the rider of the white horse in Revelation chapter 6. This one is Jesus coming. Now, at one time he came riding a donkey. Now he's coming riding a white horse. What is the difference? When he was riding a donkey, he was coming to Jerusalem as the king of peace. But here he is coming for war. So the picture you see there is a rider coming for war. And then he says, with justice he judges and makes war. His eyes are blazing fire. And on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows. But he himself, he is dressed in a robe dipped in blood. And his name is the Word of God. When you don't prepare for Jesus coming for you at the rapture, you are going to meet the other side of Jesus you never knew. He comes riding a white horse. And he's coming with the armies of heaven. And then, when you look at his eyes, they are blazing fire. You cannot see him twice. Number two, he has a name you don't know. Wajuaji wa Miruka. I know Jesus. That day he has a name you don't know. Hey, now he's coming. He's coming for what? And he has a name you don't know. Then he has many crowns. He has many crowns. And then he's dressed in a garment dipped in blood. Like this time, Jesus is coming dressed in a garment dipped in blood. Isaiah saw him 700 years before he came. In Isaiah 63, and asked him, who is this coming from Edom? Who is this coming from Bosra? With garments dressed in dipped in blood. Jesus said, it is I am coming to revenge. They sat in the funeral of Mary, they did not receive me. They passed in the town of Biruka, and there was a crusade. And they said, how was he waiting? And yet they were announcing the coming of Jesus. They said, you are standing at the doors at the shop. And you had them say, receive Jesus, you refused. Now Jesus is coming for you. And this time, he's not the one you are told. This is not the same Jesus that came through Bethlehem. This is Jesus now coming for war. That's why there are some things Jesus cannot understand. That you were given an opportunity to receive Jesus, you refused. That you heard that Jesus is coming, and
as if nothing was said. Jesus will not understand. When he's coming, he's dressed for war. He's dressed for war. And so he cannot understand when you're mixing your life, light and darkness. He will not understand. That's why he's coming the way he's coming. Wakisi wakifanya mila, wewe uko ndani. Jumamosi kanisani. Una maji. Usiku kwa mila. Jumapili uko kanisani. And you're doing other things. That's why he's coming like this. Because he could not understand. Why did you not separate? Why did you not repent? In the book of 2 Peter, chapter 3, verse 8 and 9, he says that the long suffering of God, the reason the Lord has delayed the rapture until today we meet in the funeral of Mary. The reason the Lord has not killed you with Janga. The reason the Lord has not killed you with HIV. The reason the Lord has not put you down on a border. He is patient with you. The heart of God is crying that you receive Jesus. That everybody may come to repentance. To repent and turn away from sin. So the Lord will not understand. He will not understand. Chapter 19. As we finish. He says verse 14. The armies of heaven were following him, riding white horses and dressed in fine linen, white and clean. Na emelanda yesegi ere igoro ekamutunyana nabo balinete chibarasi chindabu babekere chianga chiretani engia endabu. He's coming with chibaras. Amo chidane chibarasi. And the armies of heaven. Amo nemeganda igoro. Now he must punish you because of sin. Then he says, verse 15, out of his mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations. He's coming to strike down Kenya. America. Russia. China. The nations of the earth. He's coming to bring them down. They have removed this hair here. They are using a pen. What else have they added? Makalio. Yes. They are boosters. And they want to say praise the Lord. Which Lord? Which God? Which heaven are you going? Pastors who are here, please, can we help the church? The one is doing that, how can the church do it? How? How will you do it? Then who will be the light of the world? Who?
Who will be the light of the world? Ni mwana maso mwese. Do I continue? Ngendelea nini? I need to finish because people are going far. You want me to finish? You want me to continue? First Corinthians chapter 6 verse 9. First Corinthians chapter 6 verse 9. I say it and somebody akakasirika. Usikasirike dada yangu. Nyasaye mbuya. He says, First Corinthians chapter 6 verse 9. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, Nyamira Kisii Ruka. Neither the sexual immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor male prostitutes, nor homosexual offenders. Shauri yako sasa. Anzia juu, anzia verse 9. Usome mpaka verse 9 ishe. In Kisii Nyamira we call mpango ya kando. The Bible calls it male prostitutes. And there are many, they are everywhere here. So be careful. You will not inherit the kingdom of heaven. Verse 10 he says, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. So please, anything called sin, put it aside. Remember, there are many theories about the coming of Jesus. There is the pre-tribulation, before the tribulation, in the mid-tribulation, then post-tribulation. But the true one is the pre-tribulation. The rapture comes first, then we enter the tribulation. Then after the tribulation, second coming of the Messiah. After the second coming, the war of Armageddon. After that, then now we have the white throne of judgment. Then now we have eternal states. The new heaven, the new earth. And then from there, we have eternal future. So be careful where we are sitting. Nobody knows the day or the hour. But the Lord is coming fast to remove his people before judgment. So let nobody lie to you. Before the floods of Noah, Enoch was removed. Before God judged Israel, before he judged Egypt, he removed Israel. So please, he cannot judge the righteous and the wicked together. So let us receive Jesus. Let us receive Omonene Jesu. On your feet, everybody. Miguu, simama kwa miguu. Simama kwa miguu nani? Go, I told you God is looking at you. Usiposimama si atakuona. Usipopokea si atajua. When he comes dressed in a garment dipped in blood, he will fight you. Hata kupambana na wewe. He will fight. And so, don't sit down. It's for your good.
It is for your good. Receive Jesus. So, question number 1. Anybody wants to go to hell? Lift your hand. Okay, nobody. So, who wants to go to heaven? Now, everybody lift up your hands. 2 hands. And repeat this prayer. I will use Kiswahili and you will use Kisi. Sema Bwana Yesu mkuu. Today, I receive you as my Lord and Savior. And I repent of all my sins. Forgive me. And write my name in the Lamb's Book of Life. Fill me with the Holy Spirit. That He may lead me to live a holy life and overcome sin and enter heaven. Today I am born again. Let us clap to Jesus. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, thank you for helping us to understand that the Messiah is coming, that we may prepare. Lord, thank you for forgiving us our sins and giving us the Holy Spirit to lead us and make us overcomers. Lord, when you come to take the church, remember the church in Nyamira, remember the church in Miruka, remember the church in Kisi, remember all of us, that none of these people will miss the rapture, will miss the coming of the Messiah. So help us and make us overcomers. In the mighty name of Jesus, we are born again. Amen. Thank you very much. Please walk out your salvation in fear and trembling. I want to receive Pastor Kope to continue from there. Asante sana. Tunashukuru sana kwa sababu ya neno. Ina mikono kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bila kupoteza muda, vile mumeambiwa mimi ni mchungaji Alfred Kobe. Nimeokoka na mpenda Yesu. Mkiniruhusu, nataka kutambua ukuani ambayo wako hapa. Najua tuko wengi. Bwana asifiwe. Sema amen. Mutebe yo are angene yo are angena inga onya turi kotaba amen. Mwambie mwenye ako karibu na wewe kama usemi amina, tikanko manye bia. Wacha nianze kukujua vizuri. Usana yo kuruzi yako tu. Ama wewe ndio unatoa mavazi usiku. Haleluya. Haleluya. Tukisema Bwana Yesu asifiwe, sema tu amen. Takatema Yesu ama akwete amina.
nataka tu, najua tuko na overseers, tuko na washirika, tuko na wajane. Nimanyete tobwata baligereria tobwata babwatani tobwata baboraka. Everybody's here. Na kiroyo mono alega. Lakini kurende naenda kutambua tu maaskofu. Tetendeta abaskofu. Okay, sisi wote ni wachungaji. Ndio twesi n'abasomba. Lakini buya mutomanye buya. Kurende neto bwenete mutomanye buya. Taribo. Silibo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuko na bishops. Tuko na maskofu, tupata maskofu ga. Nikienda juu kidogo deputy archbishops. Abakonyi baba askofu abanene. Alafu sina deputy archbishops. Na ende abakonyi baba askofu bali batelele. So hiyo kiwango naomba mkuje tu pande hii wote. Alafu tete mwanzi mochi chega igamotelena. Bishops, deputy archbishops, sina deputy archbishops na wamama wenye wanawashikilia, sababu deputy archbishop ako na bibi yake. Kama mlikuja mkuje pamoja na mwacha na bagina baino na wamogote na barabugocha, tukuje tu pande hii totesemele sasa zitupigwe picha na tundo wako bigichayebo. Naona kama deputy archbishop Kimbo utasimama pamoja na mama. Kama kwa nyumba askofu Kimbo tenena bono mongina. Tujipange tu wote. Tuwe robeliga gatwensi. Alafu tupigwe picha. Domanya kwa ebigichayebo. Wamama bado wanakuja. Abangina bado gocha wale. Kuja msimame na mama. Chote tenena bono mongina. Ukisa piga picha mnaniambia. Kalmu wa kirebu kitamonte bien. Huyo no mwenye. Huyo ni mfupi. Asante, piga Yesu makofi. Akeleza chikobi. So bishops warudi, tubaki na deputy archbishops na sina deputy archbishops. Aba askofu bayira neto tigana na abakonyi baba askofu abanene na aba askofu abakonyi baba askofu. Picha inaangalia pande hii. Hivi kicheko gelia sema ya mata. Wewe uyendi, bado unabaki hapa. Mama sina deputy archbishops. Mongi na bomo konyi baba askofu manene. Asante. Sasa deputy archbishops warudi chini, alafu sasa sina deputy archbishop na wamama yao. Lakini deputy archbishop Kimbo atapiga picha na sisi sababu yeye ndio tumekuja kulia na yeye. Omokonyo mwaskofu Kimbo akebikita naye tuwe. Asante. So kutoka hapo wanakorwa msiende. Mimi naitwa Pastor Kobe. Era kuno Pastor Kobe. Kwa huduma asomo kone diogo. Ninasimamia Nyamira County. Atende netono kwa Nyamira County. Bwana Yesu asifiwe. Mwanesa wakwe. Mke wangu ndio huyu, songa mbele kidogo. Omo mino ene ro yote gasike moto wake. Wapungie mkono. We kama hoka inoiga. Pigia Yesu makofi. Akeleza chikobe. Hallelujah. Hallelujah. Alafu elio tuko na sina deputy archbishop Mokaya. Tobwa toba kwa nyumba askofu Mokaya ambaye anasimamia Kisii. Oyo tenene tono kwa ngorwa Gusii. So kwa niaba ya sisi wote asenga nchia ito twesi. Hallelujah. Hallelujah. Ninarudi kuketi chini. Kwa nande inkaransensi. Nimpe nafasi. Moya libaga. Aongee neno moja. Akuwa nelinga nelimo. Tunapomaliza program zetu. Nekele tokoene na ase emerogoli yetu. Atatambulisha mke wake wakati deputy archbishop Kimbo anarudi kuketi chini na mimi naenda na yangu kukaa chini. Dade mtobo ngino waene nje kalemo wanoyo wane mwana kuchia. Simu mumuona. Mwalonile. Wacha enda keti.
Tupigie Yesu makofi. Neno limehubiriwa na hatutaki kufuruta na program, lakini kwa niaba ya watu wote wa Gusiran na kanisa la Gusiran tunasema pole kwa familia ya Suleiman. Lililo la muhimu kabisa lililo tumefundishwa hapa. Ninaondoka nikisema ambia jirani yako kuna mji ambao umeandaliwa kwa ajili yetu. Haleluya. Bwana abariki sana. Asante. Asante. Katika jina la Yesu. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Lia pamoja na wanaolia. Kuja ulie pamoja na familia. Amuka mahali ulipo. Leta ngori. Katika jina la Yesu. Leta sadaka yako. Katika jina la Yesu. Mungu awabariki. Mahali ulipo.
Nisaidie kutangaza namba ya simu. Konya kwa kulalia namba ya simu. Kata Woshi. Nisaidie kutangaza namba ya simu Hesbon. Konya asokulalia namba ya simu. Kata Keyboard. Nisaidie kutangaza namba ya simu Hesbon please. Konya kolete namba ya simu omo kono mosko. Kwa wale ambao hawana na kwa mkono. Asebali bavuata samago kabo. Yes. Thank you. Bila mno. Namba ya mchungaji Kimbo. Namba yomo somba Kimbo. Naamini hapo ndipo tunaweka. Ngelete na anatokobeka. Yes. 0720 07 0720 0720 65 65 94 94 85 85 0720 tafadhali kuja na motolalo tilale akitwe katika jina la Yesu. Asante Yesu. Asante. Nikimaliza hiyo sehemu, nikimaliza hiyo sehemu, ninaambiwa kwamba kuna wachungaji kutoka madhehebu mbalimbali ambao walikuja kulia pamoja nasi. Tafadhali kwa heshima, tunaomba tutambue uwepo wenu. Kama wewe ni mchungaji, naomba uje hapa please. Kwa hiyo tunataka kupeana program. Thank you please. Karibu sana. Karibu mwana. Kwa mbio kidogo tafadhali wachungaji. Tafadhali kwa jina la Yesu. Yesu. Wachungaji. Abasomba. Kabla nipeane kipaza sauti kwa Kobe atufanyie maombi kwa ajili ya hii sadaka. Asante sana. Wachungaji wakuje kwa heshima kabisa. Wachungaji wakuje kwa heshima. Tafadhali kwa jina la Yesu. Tunashukuru sana kwa kuja. Kimbo na mama mkuja hapa mpigwe picha na wachungaji. Kimbo atiche wakwe bigitano mwongena. Na hawa wachungaji. Katika jina la Yesu. Hata wale ambao ni wachungaji akina mama wakuje. Tafadhali tu katika jina la Yesu. Asante sana. Mungu awabariki sana. Wachungaji. Tafadhali kwa sababu ya muda mudhuie radhi. Hatutapeana kipaza sauti. Lakini tumeshukuru kwa kuja kwenu. Wachungaji fanya mkono hivi. Na kwa heshima mnaweza keti. Thank you. Kobe tuombee kwa ajili ya hii sadaka. Alafu programu irudi kwa wale wanamaliza. Asante sana. Pigia Yesu makofi. Tunajaribu kupeleka program mbio sana. Ngokia ngogini. Kero wako kwana. Wakati wanapoongea wako kwana ngora. Wanaongea tu kwa ustara. Sahi hakuna saa. Lakini kisika saa ya Yesu. Ewa ikembe ya Yesu. Tikabakore bwangu. Asena rongochi. Tikabakore bwangu. Ubu bwangu ubu wate. Ubu haraka uko nayo. Pea Yesu nafasi. Ka Yesu libaga. Bwana asifiwe. Unaweza wapi? Nataka kubariki hii sadaka kwa sababu sio ya wachungaji. Mujue hivyo. Sisi hatusanyi sadaka kwa matanga ili bishop aende nayo. Hapa hakuna sadaka ya bishop. Hapa ni Kenyoro.
Sio ile mnasanya mnaanza kusema tobwate deni kiango toraka na kiango agini tiga mangana yobwate. Wachana na hiyo maneno uko naye. Bwana Yesu asifiwe. Blessa wako. So nikisabariki hii sadaka, Dekana sisidilie erogolie inapeana kwa familia. Ngana nego tase family. Nimeambiwa kuna deputy governor ameingia hapa. Na tebi wo mokoji wo governor oikirega. We recognize you. Na sego tuakomanya. Tutakupa nafasi. Na tokweli baga. Hallelujah. Hallelujah. Nita-hand over microphone baadaye kwa yule ambaye alikuwa anaendesha program. Ningena na ele kwenda kuchasolio ole gotora. Atutambulie familia. Egana tole family. Baada ya kupeana deputy governor aseme maneno mbili. Baada yoko wamo kwenye wewe governor akuwa na magana vile. Ukishatambua familia, kelekwa manyakadilia family. Ita mchungaji ambaye ametuhubiria hapa kuja bariki familia. Ndete omosomora niliga acha bosusenye family. Then from there tutamaliza. Baada ya yana tokolo morobelio. So kila mtu amuka tumshukuru Bwana. Ase wakilo yamo atenene kama tonga monene. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, hata asiletane ya Kristo Yesu, na kushukuru kwa sababu ya zawadi ambaye kila mtu amepeana, na akabidi aseme jero ngolia kila ya manuega kwa ajili ya familia. Aseme toye family. Mungu uwabariki. Tata basesedi kumbuka mayatima na wajane, amana babaraka waonekanie Jehova, obarekane Yehova, fungua njia kwa ajili ya kila moja. Igorechera asetera yabo, tunasema ni asante wapere byamano katika jina kuu la Yesu Kristo. Asante Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Tunasema ni kweli. Amen. Amina. Piga Yesu makofi na kwa hivyo narudisha program kwa Bishop Ruben. Na ile program utasoma Askofu Ruben. Sitaki kurudisha kwako kwa sababu wewe utalete maneno mengi. Karibisha deputy governor. Alafu ndio karibisha familia. Alright, family. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Kabla tulete familia ya naibu askofu kwa sababu ya kuombewa na ukuhani, tumeambiwa kuna aspiring deputy governor. Aspiring governor. Thank you so much. Thank you so much. Mambo mawili kwa jina la Yesu Kristo. Thank you so much. Asante sana Bishop na kanisa kwa kazi nzuri. Kanisa sengenje eberebebia. Nimefurahi sana kushiriki na kanisa yenu. Ya, na nimependa utulivu wenyu. Ya, sasa hivyo pastor, mimi huyu nataka kukupatia fare. Najua umefanya kazi mzuri na utahitaji fare mahali unaenda. Hakuna mtu atasema wewe ni pastor, lazima ulipe nauri. Kuja, kazi mzuri umefanya. Tuendelee kwa majina. Mimi naitwa Duke Ombagi. Asante. Tulikuwa tunasema hiyo fare ya mchungaji ipeane kwa familia. Asante. Mchungaji ni mzuri. Tunataka wachungaji kama hawa wanapenda wananchi. Mimi kwa majina naitwa Duke Ombagi. Nimesikia wakisema hapa deputy governor. Mimi natafuta kiti ya governor katika hii kaunti ya Nyamira. Na kwa maombi ule Mungu tunamuomba, na kwa imani naamini nitakuwa governor ifikapo 2027. Moja, nimetumwa na kijana wa familia hii
ne kijana ge familia yuko mruwe familia yiga. Mnajua Brian Ongere? Mmoja tu Brian Ongere. Huyu ni kijana wenyu hapa nyumbani. Oyo no mumurino waigaika. Lakini saizi anafanya kazi na Matiangi. Kolende bonde gani kaka kolegasi amo na Matiangi. Jana tulikuwa na yeye. Garonto alinga manere. Akaniambia hawezi hudhuria. Akantevinga tagocha iga. Akasema niseme pole zake hapa. Akantevinga maengora. Mmepokea? Mwanyodira yo. Sijui. Timanyeti. Sababu naona papake ako hapa na ni rafiki yangu. Ikenda tumwano ara na ndino musani onekekima. Naambiwa Kuna teviwe. CS wetu wa education. CS wa education. Alikuwa kuwe na sisi hapa. Yale nga aba amanaitwe. Lakini nimeambiwa ametuma mwakilishi wake. Kwa ndimo na teviwe na atuma yo moboko. Utenda kwa niaba yake. Dakika moja tu. Itakekeye mo. Uko wapi? Unajua sasa sitaki kuharibu protocol. Bora teketeko kusalia umurugelio. Unajua gavana akiongea, amanyire kiromo gavana akwanire, yupo amefunga maneno. Ukoli onsi. Ama namna gani? Usema na kinai. Simu niluzu waseme tu neno. Mali konganjira bakwanire gane limo. Waseme tu China. Bate bamaliye toka. Usiharibu. Akikumuranje. Otembe. Na wasalimu mchamba. Na abakwanire byamole. Kwa makina mimi naitwa Robert Ndemo. Marietane Robert Ndemo. Huyu mama ameaga ni my aunt. Oyo nyande gusirana anti yane. Tulikuwa na committee yetu leo pale sasa kuingia ndani. Nigosi Ogamba is a brother. Igare mu murumu abo. Asema ya kwamba angeweza kufika. Igante abeti gatari konyara goika. Lakini alisaidia sana. Kulende na tokonje tekekima. Na kuna mwingine anaitwa Peter Bosire. No yo mwana ruko ku Peter Bosire. Naye ni wakili. Nero wakili. Naye kwa sababu ya kazi angeweza kufika. Nera singe jembe ni motaraika. Alisaidia sana. Nere na tokonje kekima. Na ningependa kusema ya kwamba Nigongo tebaiga. wale wote mfika kuoneza na sisi. Bali mozi mwacha singe nchoko na manaitwe. Nyasage ndire kubasenia. Ekeremo kubasaiga. Mwagenda Nyasaye. Kwa ndugu yangu Kimbo, Ase ndugu ya Kimbo. sana kwa kupoteza mama. Ewa aso usimama mogoro. Tutakuwa tunawatembelea bado. Mtobe toko batanira. Kwa milango. Igore milango. Elimu tosane bikoro tobieito. Buya mwana kegima. Amjambo, Buya mwana. mimi naitwa Aaron Nyakundi. Ngongoro ko Aaron Nyakundi. Manyameaga ni ati yangu. Oyo usiri nanti yane. Nimetembea na yeye akiwa mgonjwa. Twatari nere kerane ngo muruire. Hata siku ya mwisho akaenda hospitali. Nyonya keriti kuri mwali ajitinye kitali. Nilikuwa na bishop Otwali ngiri maskofu. kumpeleka hospitali. Tukamuira nyakitali. Na kuna ango yetu Ona rango yeito. anaitwa Charles Bosire Uko kichwazi Bosire. na watoto wake Na abana baye. marafiki zetu kutoka ng'ambo. Na basani babo. Wale walimtishika mkono. bali bamugwate tokoboko Tunawashukuru sana. twabakire mbia. So Sema tu jina, asante kwa sababu ya muda. Minister of Education ametupea 10,000. Tunapatia bishop. Minister yekiseme baile chirubu komi ba mwaskofu Nimeshukuru sana. nabakire mbia. Tunashukuru, weka kwa kikapu hapo. Kuna kikapu hapo nyuma yako. Tunashukuru sana. Naiche na Rule Ngora. Enato mwana mo governor, aspiring governor. Daniel Basweti Bitengo. Uyo taite korusie richimwe moroche ya iraba koroche. Late nene korwe pati ya Jubilee. Muna moligereretie. Mo governor ro gagusundo kama gendero tai. Nere na toma shilingi 1,500. Maliza. Ama chuma shilingi 500. Maliza please. Kando na hivyo na tomwa hapa tuma Time. na tomwa na sitting MCA Mudigago. Asante.
Sababu ya muda. Na atomwa na sitting MCA. Bwana asifiwe. Nimetumwa na watu wawili. Sasa go direct to the point. Yes. Na atomwa na sitting MCA. Kilisio siemo. Na anga shilingi 1000. Nekele familia wote mmushiba na baigete. Asante. Buyamona. Ni ubu. Mutimotike. Naenda motebe acha batarere naende. Buyamona. Eri etarioka please. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Okay, nije tikantebe pole se familia ya John. Bwana Kibo, poleni sana. Nato mnainche wechaiga. No mungwana otete kujanua nyamira. Chanua ontevi nge familia 5000 na poleni sana. Asante. Kubarikiwe sana. Asante sana. Najua wametumwa na Eri Yogo, si ndio? Pastor, kanisa na watu wote ambao wamekuja kuomboleza na hii familia, tafadhali naomba mnipungie mkono hivi. Mungu ni mwema siku zote. Asante sana. Pastor, mimi ni mwoga kidogo kwa kuharakisha. Tafadhali mimi naomba tu nipe tu dakika 2 tu. Presa imesapungua, iko sawa. Pastor na familia pia, mimi nimesimama hapa mbele yenu kwa ajili ya kuleta lambilambi zangu mimi binafsi na lambilambi za mtu ambaye amenituma. Vile governor mtarajiwa amesema, mimi nimetumwa na mheshimiwa anaitwa Rogers Ongera Muturi. Nadhani nyote mnamjua. Hapa ndo wetu mwa maedi. So mheshimiwa amenituma na pole yake kwanza kwa familia ya Kimbo ya shilingi 5,000. Alafu pia mchungaji wetu, sisi tuna ratiba yenye tunasemanga tuko na njia yetu ya kupongeza watu wageni wetu. Tafadhali mimi ninaomba, kwa sababu mimi nimetumwa na mheshimiwa na akaniambia nitakapofika kwa mkutano, mchungaji ambaye atasimama kuomba na hii familia nimpe mafuta ya shilingi 1,000. Tafadhali mimi naomba nikupe. Sasa weka kwa kikapu huko. Ubarikiwe sana. Ndio mheshimiwa, tumeshukuru sana. Alafu kuna wale vijana ambao wanasaidiana kwa ajili ya kumsindikisha mama wetu mimi. Nao niwapatie shilingi 1,000. Mwisho tu kabisa, tafadhali pastor. Archbishop wetu Kimbo, pole sana kwa kumpoteza mama. Na mimi ninaweza ambia kanisa kuwa kama kuna mtu ambao ni kielelezo njema kwa kanisa kwa mambo ya Ukristo ni ndugu yetu Kimbo. Tafadhali Kimbo, zidi kuwa na huo moyo. Napenda jinsi ambayo unajiconduct. Na kwa kweli kama Kimbo ni kielelezo chema. Ndongera tusinye na ndu toreka twenzi. Sasa pastor, mimi nilikuwa nasema Kimbo ni kielelezo chipya sana, mzuri sana kwa haya mambo ya Ukristo. Alafu pia pastor amesema mimi nikuje kanisa. Pia mimi nitakuja kwa kanisa na mimi niombewe. Na mimi nataka ujio wa Mungu nami niwepo pale. Si ndivyo? Asante. So pastor, mwenye amenituma anatafuta kiti cha ujumbe. Anatafuta kiti cha ujumbe wa West Mugirango. Mjumbe ambaye tuko naye anaitwa Steve Mogaka. Lakini Steve Mogaka hapa. Sisi pastor, sisi tunasema hapa ni one time. Asante. Tukiwa na ndugu Fred Okengo Matiang'i. Asante sana. Asante. Tunashukuru sana. Basa. Natuvumilia tu kidogo, si ndio? Unajua ubaya wenu nyinyi mkwanga na mkikwanga na mkutano yenu ya siasa amutupeangi sisi watu wa kanisa tuhubiri kidogo. Lakini yetu mnaiba. Sasa hapo ndio tunakosania. Ukituahidi utatupea tusome verse. Uliona wachungaji walisimama hawakusema hata jina.
So 5 minutes. Nchengo ni pole sana se family tungwa kia nengo kwa na mano na aba kaniba chira andeba na bese serikali yaito mwabali bagatu bakwana yo ntomira ku ne Enoxi okwale okodi kilo kyobo MC mwana binoga ika yamam. Asante. Rulero ngolia Wanauliza wamekutuma na nini? 500. Asante. Hadi ngachioka. Laki wacha korera taibo. Kero tuwacha korera ne serikali kero ya chire. Tiga twanyari baga ya tutebingi ya kolire na ande twanya bodia maswali. Tari ya sia matanga. Esengenjo njena cha korera nando musani one Brian Mamboreo ongere na Kimboga tigana rwero ngolia ne ya 10,000 walolire ebirero ebyo bemona naba murabari baro siase meria ujikorara nabaire chiri buibere. Asante. Nganjere iteka ibere je no mwenge nande ngango jikobe gavana intagete inkore brief kiare je no monto mongai nabatebi ngoro gudiu kombagi abantu baito bamiruka moro jobora iborobis gavana eriero ya rosire gatwanje jeninde ready 2027 mutu mokie gas erinde vijana bisoe gas bibakolere gas moroje chire ngegas mbaro serie chire eventu international standards kubwa mono mwana itomati yangi nanga maigamba letere arenge Mombasa korango igandura maigamba tiangiga nanda ante biga motwaro buoba nero gochikobe president 2027 igoe kanisa mosabere na bari bako murwania ngitokote bakorerwe toba sabere bakoreki bakunwe bairaneka igombu ya mono ndati ko indemete mwarosire igongo te banga ninde ready as young people to understand the thing nki abantu baito bakaneti miake yonsi p devolution ya jeta nyamira bantu baito mbanya gora matunda devolution egaba neri anya goja no enya mayaga ya tebetenga nero jikobe lilo mwana uri asiretenga ninchikoba tato mino agake metime mpaka lero anya goja mpaka onyagoja igo motebi asemoko morora gako iwendi akoreki aise kwe bamba tutapita na yeye mbuya mono. Ungemaliza hivi ungemwambia na mpokee Yesu yote. Yesu akirudi kama sijakuwa gavana tuende mbinguni. Baza amemaliza. Asante. Bwana nimekusaidia sasa hiyo president kwa kubwa. Sasa ita familia alafu kwa